Mulingi, maaskofu ambayo walifika hapa, members of the family, viongozi wetu wakiongozwa na mheshimiwa senator wetu Manzo, na wale wote ambayo wameweza kufika hapa na watu ya Kalawa. Hamjambo? Baitu moyaseo ingi moyaini museo na mabinda onde. God is good and all the time. Nisalimieni ya hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Asanteni sana. Bishop na familia yenu, tungetaka pia kuleta rabirabi zetu. Mimi na mama na watoto wangu tumefika hapa kumsindikisha huyu mama shupavu ambaye Mungu alimbariki akaishi miaka mingi. Na kwa sababu huyu Bishop Dr. Mulingi ni family friend wetu, ndio tumefika hapa, kwa sababu tangu wapatane na Pastor Dorcas tumekuwa pamoja kama familia na tumekuwa one family. Kwa hivyo ndio tumefika hapa pia kuja kutoa heshima zetu za mwisho kwa huyu mama kiongozi ambaye amefanya kazi nyingi sana ya kuzaa na kulea watoto 10, watoto ambaye pia ni viongozi, watoto ambaye pia ni watu ya heshima. Na kwa hivyo tuko hapa kwa sababu ya kutoa hiyo heshima, kwa sababu mambo ya urafiki ni mambo ya maana sana, na sisi tunataka we create relationships, watu wajuane, wapendane, ndio tukiendelea mbele unakuwa na marafiki kila pahali katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi pia nimefurahi sana kufika hapa Makueni. Tumekuja kwa hii milima, tukaona hii pahali iko mzuri sana, iko green. Sijui kama inakuwaga namna hii throughout ama ni wakati ya mvua. So karibu nianze kusema nitafutiwe shamba. Tukaona maembe, tukaona watu na tukafurahi sana. Kwa hivyo sisi tumekuja tu kwa sababu ya hiyo urafiki na kusema poleni kama familia, na tunaomba Mwenyezi Mungu ampatie nguvu ya kukubali na kuitikia yale Mungu ametenda. Viongozi wameongea mambo mingi sana hapa, mimi naunga yote mkono. Sisi tuko katika harakati za kutengeneza urafiki wa maana. Sisi wale tumetoka pande ile ya mlima, juzi tumeshikana kama Gemba, Ikuyu, Embu, Meru, Anakamba. Na hiyo sisi zote tukasema ni sawa. Na sisi tunataka kusema hiyo mlisema mjulikane kama Mount Kenya South, tumekubali. Ndio Mount Kenya yote ikuwe kitu kimoja. Na sisi na nyinyi we are cousins. Sisi ni cousins. Hata tunashangaa ni nani alikuja katikati yetu, tumekuwa hatutembei pamoja. Hii miaka yote tukienda pande hii mnaenda pande hii. Na sisi ni watu moja. Lakini tunasemaga God's timing is wakati umefika. Sisi tuko na shukurani kubwa sana kwa jamii ya Wakamba, kwa kiongozi wetu Kalonzo Musyoka Stephen, kwa chama cha Wiper, kwa maseneta hawa wetu, kwa wabunge wetu. Mumetuonesha sisi urafiki wakati tunatiwa aibu na wale ambaye tulisaidia. Nyinyi hatukusaidia nyinyi, tulisaidia wengine. Wametugeuka, saa ile wanatutesa, nyinyi mumekuja kusaidia sisi. Sisi ni watu ya shukurani sana. Na hatuwezi sahau ile watu ya Wiper kiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka, mumetuonesha juzi. Imetengeneza urafiki wa kudumu na wa maisha kati ya nyinyi na sisi. Na sisi si watu ya kuongea hivi hivi. Tukiamua watu ni marafiki zetu, inakuwaga namna hiyo. Pia tunakumbuka mwaka wa 2007
Kiongozi wenu Stephen Kalonzo Musyoka alisaidia Mwai Kibaki akiwa na matatizo, ameshida kura ya rais lakini hana wabunge ya kuendesha serikali. Kalonzo akakuja akamsaidia Mwai Kibaki, akasaidia serikali yake, na hiyo serikali ya Kibaki na Kalonzo ndio ilifanya ile maendeleo ya uchumi haijaonekana Kenya tangu independence. Na sisi tulisahau kulipa Kalonzo hiyo deni. Iko. Na sisi ni watu ya kulipa madeni. Tulikuwa na ya Ruto tumelipa, sisi hatuna deni yake sasa. Si tumelipa yeye. Tulikuwa tunataka kulipa na installment, tumemlipa the first installment na ameleta madharau. Tumesema hiyo deni imekui. Sisi hatuna deni yake. Sisi tuko free. Sasa tuko na madeni nyingine kidogo ndio tunataka tulipalipe madeni. Tukae bila deni. Si ndio? Sisi tuko na deni ya Kalonzo na nyinyi. Kwa hivyo mimi nataka niseme tunaongea na kiongozi Kalonzo, mimi na viongozi tunaongea. Na tutapanga vizuri. Na Wakenya wengine kina Eugene Wamalwa, wengine kila pahali huko Masaini, we are talking as Kenyans, tukitafuta njia vile tutajipanga vizuri kwa sababu ya uchumi wa Kenya yetu, na tumalize mambo ya uongo katika hii Kenya. Tunataka hii Kenya isonge mbele. Yangu tu ni kuomba nyinyi watu ya Ukambani, hii uongozi na siasa ni hesabu. Nyinyi mjiandikishe kura. Vile nominated MCA amesema hapa, huyo mama ameongea vizuri, amesema uongozi ni kujiandikisha kura na kupiga. Tukipiga hesabu, Kaiza hii ndio uongoze inatakana 50+1. Na nyinyi lazima muongeze kura yenu sasa. Tunataka Ukambani hii, Kitui, Machakos, Makueni, wale wako Taita Taveta namna hii, vijana wote wajiandikishe, majenzi wajiandikishe. Tunataka mtafute, mjaribu 3.5 to 4 million. Mkishafikisha hiyo mnitafute. Mtafikisha? Ndio tupige hesabu. Hii maneno ni hesabu, mtu asikudanganye. Ni hesabu. Sisi pale kwetu tunataka kusukuma up to 10 million. Na nyinyi msukume 4. Wengine wasukume. I want to challenge you, mjue kama mnataka tukue pamoja kwa serikali. Hii serikali haiwezi kuta wewe ugua kwa nyumba. Lazima mtoe watoto waende wajiandikishe kura. Wale wamefikisha 18 years washike kitambulisho. Wakishapata kitambulisho, hata kama hakuna IBC, ukienda constituency office kura inaandikishwa. Msigoje mpaka siku za mwisho. Muandikishe kura za kutosha. Then sisi tutafutana na Kalonzo, na sisi na marafiki wengi sana tunaongea. Na tuko na formula. Na sisi Waititu na Wamuchomba atakwambia sisi hatuendage pahali ya kuanguka. Hatuko. Pahali utasikia sisi tuko ndio itashinda. Sasa kama tutakuwa na nyinyi mtakuwa washindi. Mnataka tukue pamoja? Sisi pahali tunakuanga all the time. The winning team, we are always there. So, since sasa tumesikizana tukue pamoja, we are the winning team. Lakini lazima mfanye yenu. Muko na kibarua kidogo. Nataka muongeze registration of voters. Na siku pia ya kupiga kura ikifika, mkuwe kama sisi tunapigaga 99%. Na hiyo hesabu tumepiga vizuri na akina Kalonzo na Wamalwa na wengine, tumepiga kwa meza. Lakini hii ya meza bado tunapiga sasa pale kwa meza. Kwa meza tunaona inaingiana. Lakini tunabakisha to translate the theory into practical. Mtajiandikisha?
Mtajiandikisha? Na nyinyi msikuje watu ya kudanganywa dakika ya mwisho na wale wamezoea kudanganya nyinyi. Sasa mmepata new partners. Na sisi tuko na historia ya kuwa watu straightforward. Sisi tulimwambia Ruto tutampatia kuwe rais. Tulimpatia hatu kumpatia. Tulimpatia hatu kumpatia. Si ametuonesha madharau? Sasa tukimuondokea anaweza laumu sisi? Hawezi. Sisi tulikuwa tuko tayari kutembea na yeye, ametuonesha madharau. Sasa sisi tumesema, mimi nimeambiwa na watu tafuta marafiki. Tumekaa na Kalonzo, tumekaa na wengine, tutafute marafiki na mambo itakuwa sawa. Mnataka tutembee pamoja? Na vile wa Mushoba amesema pia tuoane. Kwani iko makosa gani? Wasichana wenu tuoe kwetu na nyinyi mchukue wasichana wetu. Kwanza wale mnapenda biashara, mchukue wasichana kwetu wakuja waoneshe nyinyi biashara. Wachungie nyinyi mali na kumuonesha njia ya kutafuta mali. Nikimalizia niseme nauliza viongozi wetu wa serikali, tafadhalini. Hii maneno ya kutukana wa Kenya na kuwakemea na kugombanisha hawa hakuna haja. Kama ni chajo ya ng'ombe kuja eleza mkulima, si ng'ombe ni yake. Ongelesha yeye polepole, hii chanjo inaweza saidia na njia hii na hii na hii. Unataka ama utaki? Aseme anataka ama hataki. Hakuna haja ya kutukana wafugaji. Hakuna haja ya kutukana watu ya Kenya. Hakuna haja ya makasiriko na hasira mingi. Ongelesha Wakenya tu polepole kwa heshima, kwa sababu kiongozi ni mtu ya kuajiriwa kazi na Wakenya. Kuna haja ya kuwabanisha Wakenya na fujo mingi. Umeona hata wabunge huko natukana kiongozi kama Kalonzo Musyoka. Mbunge tu anasimama na kumtukana, kumkosea heshima. Na ni kiongozi ambaye yako na wafuasi wengi, ni kiongozi ambaye ni shupavu, ameongoza miaka mingi kwa Kenya, unamkosea heshima. Kiburi imejaa kwa kichwa. Mumefura kichwa kwa kuiba mali ya Wakenya. Si wamefura kichwa? Wamefura kichwa. Sasa hao walikuwa wanapanga Christmas. Wananunua mbuzi ya kwenda Christmas. Nyinyi kuna Christmas mmepanga. Sasa iko haja gani ya kwenda kutukana watu, kukosea watu heshima, kuwagombanisha, kuwapigia kelele? Tuheshimu wa Kenya, kwa sababu hata kama hawana mali, hata kama wako na shida, heshima tu ni ya maana. Hata watu maskini wako na heshima yao. Hata kama mtu ni maskini, si umheshimu tu na umaskini wake. Hiyo tu ndio tunaomba. Ingine tumeona saa ile watu napanga kwenda Christmas. Watu ya serikali waende wafurahie Christmas. Wamenunua mambuzi na nini, wamebomolea maskini manyumba, watakaa nje wakati ya Christmas. Hii maneno ya kubomolea maskini manyumba yao. Tumeona pale Nairobi akina mama wanalia, hawana pahali ya kukaa wakati ya Christmas. Si mungengoja hata wakule Christmas kama lazima mbomoe mkuje mwaka ujao. Na hii ni mambo tulikuwa tumesema kwa serikali yetu, mambo ya kubomolea watu hatutafanya. Kwa hivyo tunaomba tafadhali tukue na huruma kwa watu maskini, kwa Wakenya wa kawaida. Tusiwahangaishe, tusisumbue hawa, tuwapatie pia nafasi waishi kama Wakenya, kwa sababu ni muhimu sana. Kwa hivyo mimi ningetaka niseme watu ya Makueni nimeshukuru sana. Sana sana. Na mtaanza kuona sisi huku tukija kutembea. Mnataka tukuje? Sisi tunataka tutengeneze uhusiano ya kisiasa ya miaka na miaka. Na this coming election ndio tutasil urafiki wetu kwa debe. Najua urafiki inakuja pale kwa debe. Nyinyi mlikuwa mnaweka debe yenu, sisi tunaweka yetu. Sasa tunataka tuweke debe moja. Tutaweka debe moja? Na tutakubaliana, hakuna shida. Tutakaa viongozi, tuone vile tutapanga vizuri, tukae, tukuje tumwambie nyinyi mpango ni huu. Nyinyi sasa mfanye yenu. Bora tutafute serikali ya kulinda uchumi na ya kuheshimu wa Kenya, na sio ya utawala ya lazima na kutumia DCI kufanya siasa. Mtu akisema kitu huko kwetu siku ya Jamhuri Day watu walikataa kusikiza hotuba. Sasa viongozi wanashikwa ati watu hawakusikiza hotuba ya rais. Sasa raia anasema simshike sisi. Si hao ndio walikataa kusikiza. Sasa utashika kila mtu. Vile mimi naona hii Kenya ikienda,
itabidi maseli panuliwe, sababu kila mtu amekuwa kichwa ngumu, watu wamechoka, watu wamerevuka. Sasa ukiwa kazi yako ni kushika watu, utashika mpaka nani? Hii watu watakaa jela gani? Na jela zimejaa tayari. Si usungumzie watu ujue ni kwa nini kwa nini wanakataa kusikiza hotuba. Si urekebishe hiyo hotuba, uweke mambo ya ukweli. Hakuna haja ya kuhangaisha viongozi, ma-MCA wanashikwa, MPs wanashikwa, nani nashikwa. Sasa utatawala namna gani kupitia polisi? Polisi hawezi saidia mtu kutawala. Utaongelesha Wakenya vizuri, ujue ni kwa nini wamekasirika, urekebishe. Ukirekebisha basi utakuwa na amani. Lakini kushika watu na kufungia, hiyo hapana solution. Sasa tuliona huko jana Nyandarua watu wamejaa kwa barabara, nasema usike MCA ni sisi. Tumejilete, fungia sisi. So hiyo maneno ya uongozi wa lazima na wakifua hawezi fanya kazi katika Jamhuri la Kenya. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Kalawa. Hapa ndio kwa Joseph Munyao. Huyo mzee unajua alikuwa rafiki sana ya Mwai Kibaki. Si mnajua? So tulijua boni kwa sababu kupitia huyo mzee zamani. Alikuwa rafiki sana ya mzee Mwai Kibaki mpaka kuwa waziri katika serikali yake. Na alikuwa secretary general ya chama cha DP wakiwa pale na mzee Mwai Kibaki. Kwa hivyo tukiwa hapa tunajisikia tuko nyumbani. Tumeshukuru sana kwa vile mmetukaribisha, na Mungu akitujalia tutakuja tena na tena. Na asanteni sana kwa huyu Senator Manzo, ni kiongozi wa maana sana. Mtamshikilia? Na ni wakili shupavu na anatusaidia sana. Watu wetu wakishikwa anaenda kuwatetea. Na pia anakuwa pale kwa ma-TV kila asubuhi. Ako na akili mingi zaidi na Kiingereza mingi zaidi. So mtaendelea kumshikilia? Pia mbunge wenu hapa mwambie nimesema asante sana. Kivasu alitushikilia pale. Alitushikilia pale siku tulikuwa na matatizo, tulishukuru sana. Kwa hivyo asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Basi tumpikie